kijana mnayemuona hapa ndiyo kitu kikubwa kilichonileta hapa. Mama mwenye nyumba, unisikilize. Unajiita mama mjengo, unisikilize tena kwa makini. Kosa ulilolifanya kisheria hapa tunavyozungumza, ulitakiwa uwe gerezani Shinyanga. Yaani ulitakiwa uwe gerezani muda huu, na miaka ambayo ungefungwa ukirudi, binti yako alishaolewa, hakukumbuki. Hapa tulishakabidhisha kijiji tukauza. Umetoa sheria ngumu nyingi kwa wapangaji wako. Huwezi kumwambia mtu amke saa 11 alfajiri afagie uwanja, anawanga. Huyu kijana alikuwa anafagia, umempiga na mfagio asubuhi. Hebu tizama jicho lake. Kwanza mimi nafurahi ujio wako. Yaani hapa ndani hatuishi kwa amani kabisa. Yaani tunanianasika unafikiri. Yaani mwenyekiti, mimi mwangu unauma. Mwangu unauma kuhusu mama. Hapo anasema kama vipi mmechoka kuishi kwangu? Hameni. Sasa waza mwenyekiti, mimi nimelipia kodi ya mwaka mzima. Sasa kodi ya mwaka mzima ni hame haijaisha. Sasa yote mlioyaongea nimeyasikia, kilichonileta nimekifanya, nilikuja kuwasuluhisha. Kuanzia sasa kitakachotumika sio mimi, itatumika sheria ambayo ninaisimamia mimi mwenyekiti kwenye kijiji hiki cha Azimio. Sheria ni msumeno, inakata huku na huku. Wapangaji, naomba mnielewe. Mfuate sheria na taratibu mlizokubaliana na mwenye nyumba, na wewe mama mwenye nyumba ufuate sheria na taratibu hizi nilizotoka kukuambia. Umekaa kimya kama unanisikia. Nikiondoka ukaendelea mzozo, kitakachofuata kituoni. Maelezo mahakamani. Kitakachofuata gerezani. Nahisi ukiangalia kwa sasa hivi hali ya kijiji chetu kimebadilika sana. Vijana wengi wamekuwa vibaka 100%. Ukiangalia sasa hivi mwenyekiti ndio maana anaitisha vikao vya mara kwa mara. Na kuomba Lonto uwe makini sana kuhusu hilo. Zungwe, hilo ondoa shaka. Nimegundua kwa wewe unanipenda. Kweli sisi ni marafiki wa kudumu. Ila kuhusu hilo swala la wizi humu mtaani, nimependa hiyo. Ila mimi sifanyagi hivyo. Unajua zile zangu mimi ni ubisho tu mwingi. Alafu kama unavyonifahamu mimi sijawahi kuiba. Hata kijiko sijawahi kuchukua kwa jirani. Hizo pigo za wizi kwangu sinaga. Najua unanifahamu vizuri sana. Mimi mtu mwema. Alafu mwenyekiti, hizi mambo ya vikao mara kwa mara, hata mimi nitakuwepo kwenye kuwapa support kutafuta hao vibaka. Vibaka kweli wamekuwa wasumbufu sana. Ila okay, tutashirikiana sana. Awe semaji. Sasa mwanangu Keti, naona hawa wapangaji wananitafuta. Eti wanaenda kunishtaki kwa mwenyekiti. Kama vile mwenyekiti anisaidia kujenga nyumba zangu mimi. Sasa mama, wewe utaendelea kubishana nao mpaka lini? Yaani watu wenyewe, yaani ukifanya tu kitu kidogo wakapata ushahidi tayari kwa mwenyekiti, baba yao sijui ndo kashakuwa baba yao huyo mwenyekiti. Yaani pia nataka ufanye kitu ambacho hawatopata ushahidi. Na hicho kitu ambacho hawatopata ushahidi ni uchawi, kuwaloga. Yaani watu kawaje wapate ushahidi. Wewe kama utaki basi mimi nitaenda. Kwani kuna ubaya gani? Mimi nitaenda. Yaani lazima sasa wakipata. Tena kama huyu mume wake na Zuu na usongo naye. Sasa sikiliza. Yaani hamna haja ya kwenda kwa mganga wala sijui kuwaloga. Hawa ni wachache kwangu. Wewe sijui kuniona. Yaani temu hii mpaka utashangaa, hautaamini kama ni mimi. Hawa ni wachache, hawa na wamu. Zungu. Na mwenyekiti.
Zungumza. Tuletee habari, nipe hizo mpya ndugu yangu. Huko wananchi wamepokeaje hizo taarifa ulizotoka unasambaza? Kiukweli mwenyekiti wangu, wananchi wamelipokea kwa kiasi kikubwa sana mwitikio huu, maana na wenyewe wamekwazika sana juu ya janga hili ambalo linajitokeza hapa kijijini kwetu, swala la vibaka. Mimi ni kuondoe wasi. Kwanza nimefurahi sana kwa taarifa hizi. Ninaamini sasa tutarajie kuwa na kikao kizuri kikubwa hakijawahi kutokea kwenye hiki kijiji. Na nikuhakikishie tu kwamba swala hili tutalidhibiti kupitia mkutano mkuu wa kijiji. Hapo tutakuwa na maazimio ya uhakika baina yetu sisi viongozi, mimi mwenyekiti, wewe katibu, pamoja na wananchi kwa ujumla. Na tutakachokuwa tumeadhimia ili adhabu zitakazotolewa tusiingiliwe mpaka mtendaji wa kata atajua. Yale maazimio tutayaweka kwenye maandishi kupitia wewe katibu na yataenda. Nikuhakikishie kwa kuwa umefanya kazi yako kwa weledi, umetoa taarifa kwa uhakika, na mimi nikuhakikishie kama mwenyekiti nitalivalia njuga kama ulivyoshauri, nitalifanyia kazi kwa 100%. Nitahakikisha wote watakaobainika kwamba hao ndio vibaka kwenye mtaa wetu, kwenye kijiji chetu, wanaondoka. Yani malaku ungekuwa mbaya alafu ungekuwa na hela. Tatizo lako mbaya alafu hauna hela. Kwa uzuri ujanzidi mimi, kwa utamu ujanzidi shoga. Kwa uzuri ujanzidi mimi, kwa utamu ujanzidi shoga. Wakati huo sasa hapo nipo kwenye shughuli pepe. Nakwambia mama Juma anakuja Zula toka mbele. Hey, mama hapo. Hey. Sitakwenda kwanza ni kama naona vile. Siku yenyewe. Sikwambie. Yazidi shoga yangu. Yazidi shoga yangu. Jirani, habari za asubuhi. Salama. Mimi niko poa. Ndio unakaa sasa hivi. Hivi sasa saa ngapi? Kama saa 6. Yaani leo nimelala, sawa? Kwani hata napika ila nilemea jana jioni. Ngoja nilete nipike. Haya shoga yangu. Shoga yangu po vizuri. Halo. Kwa uzuri ujanzidi shoga yangu. Kwa utamu uzazidi mimi. Yaani hapa lazima wapangaji wote waondoke. Wataondoka wote. Sitaki hata mpangaji hata mmoja. Wasiendelee kusumbua mama yangu. Wote ambao mnamsumbua mama yangu eti kisa ni wapangaji. Leo nimekuja upya. Na hii ndio mganga alionipa ni kiboko. Wote mtaondoka. Anataka tu tunapikia kule jikoni. Wewe sasa tutafanya nini wakati si wenyewe wapangaji? Na wewe kwa nini unapikia nje? Wewe nishakwambiaje? Si nishawaambia mimi mnapikia jikoni. Kwani leo unapikia hapo nje? Mama, ndani joto. Joto wapi? Mimi si nishawaambia, nishawapa maagizo kwamba mimi mnafanya hivi. Ila hautaki. Una kiburi wewe eti. Kesho na kesho kutwa mnadai mama mwenye nyumba mkorofi, mama mwenye nyumba mkorofi. Kumbe nyie ndio mnanikorofisha. Hebu kapikie jikoni.